na mke wangu. Sasa mimi naingia kidogo kwenye kahawa, nikalambe kidogo afu narudi baadaye. Basi wahi kurudi maana mkiwa na rafiki yako, yaani ukumbuke kabisa hata kurudi nyumbani. Unaweza ukashangaa saa 3 umeingia hapa. Yeye mwenyewe ananipenda ndio maana unamuona kaja mpaka nyumbani. Mruhusu mume wangu wahi kurudi nyumbani. Au siwazi. Tu kula maramba tu. Unajua mmoja hapa kijani, mara ngapi pata mkagani akiwepo mziba. Kama mziba riski hayupo, sipelewaje shemeji yangu. Haya bwana karibu. Wewe kwa na amani. Alafu na kuna swali litoleongelea hili swala. Wewe kidogo sababu ndugu yangu tutamaliza kuku. Haya itakuwa vizuri pia. Haya sawa. Kwa hiyo bwana Bedi bwana. Ni mambo tu yalikuwa hajakaa sawa. Na ndio maana unaniona ofisini kwako. Funga geti lako na mimi siwezi bwana. Naona sasa hivi unachacha mlango wazi tu. Kwa sasa tutenda ofisini. Ile njia fupi ni huko Sasa huku tunao tukapita njia hapo nyumbani tangu tukazunguka huku. Tunapitia hapa kwa mzee Chimbauni hapa tutatoka. Kwa mzee Chimbauni tushika hapa tutatoka. Sasa bwana Mzibariski, kama sijasahau bwana, sisi wote wanadamu. Unaambiwa kizuri kwa ndugu huyo. Ngoja kwanza Bedi. Mimi na wewe tumeanza tumekaa mtaa huu tunaongeshana kahawa. Ndio. Hatujaanza leo wala kesho kabisa. Si ndio? Kanisa kabisa. Hebu nyoka kwenye point. Naswa. Huko nakotaka nielekee. Maswali nasema kizuri kwa ndugu wewe ndio unakuwa peke yako. Umekula cha kwanza. Sasa hivi kuna kingine kimekuja kizuri. Unataka kukila peke yako tena. Sasa unaona hapo? Bado ya Bedi sijakuelewa unamaanisha nini? Swahili Mzibariski. Unaelewa nini hapo ambacho kielewi? Hii bwana. Wewe kwa nini pale? Unajua kabisa mimi ndugu yako sijaoa, sijapata jiko. Wewe kabisa unaelewa siku zote mimi nitoka kwenye kahawa yangu pale, kisha mtambagia chakula kwa mantilio. Unaelewa kabisa. Mimi nachukua kwa maisha analeta, pengine ndio kama hivyo na lala pakavu. Yeye tu wangu na kwa nyumbani. Kwa ushaona kabisa. Hapa ile yake usafi zero. Sasa kusema niangalie ndugu yako na mnafanya tena mimi angalau nipate jiko, angalau hata sio zimenichosha ndugu yangu. Kwa manga umenichoka kila siku. Yesu mwanangu amenichoka. Hivi ni ameni nazipoteza. Sasa mimi nipata kitu pale kama unachoona na wewe. Sasa kwa ukilipa pale. Sasa Bedi. Sasa ndio nimeanza kukuelewa na maanisha nini? Nisikilize ndugu yangu. Yule mwanamke uliyemuona pale mdogo yule mke wangu wa pili. Hivi ushasikia wapi? Ulishasikia wapi? Sheria ya dini. Bwana sio Uislamu ndugu yangu. Inaruhusu kuoa mtu na mdogo wake. Unasikia wapi? Tutafanyane bwana hivyo. Hapana, ya chini. Nisikia nakwambia kitu kimoja. Yule sio mdogo wake ni mke wangu. Yule ni mke wangu mdogo kabisa. Acha fijusu bwana, acha bwana. Sasa wewe ndugu yangu nikufiche nini? Acha bwana. Hivi ndio sio hapo tunaingia pale. Wewe kinipa mimi nakumkiwa nini? Au unataka tukao tuseme na kitu mwenyewe nataka wachukue wewe. Sikia nakwambia ndugu yangu. Unajua mimi niko serious kabisa sikutania. Siko kwenye utani. Alafu pia ni bora hata leo umekuja kuna kitu nataka nitete na wewe. Kitu gani? Unaona yule mke mdogo? Kwa hiyo ni mke mdogo kabisa. Abedi, yule ni mke wangu. Sasa mbona hujanipa taarifa ndugu yangu? Mimi kukupa taarifa ningekupa tu kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Kuna vitu nakuonaga nataka unisaidie. Ilikuwa shughuli kabisa kuiweka hapo, ilikuwa cha mkeka cha hiki cha mkeka kidogo tu fulani. Hamna. Sasa iko hivi, mke wangu mkubwa na matatizo ya uzazi. Sasa kidogo hapo nimesema umesema matatizo, ukanichanganya kidogo. Kwa sababu natumia matatizo nayo Harmonize. Shida nayo Mbosso. Majanga nayo Sibura. Sawa. Ndio. Mke wangu ana matatizo ya uzazi. Na ndiye aliyenishauri nikamtafuta yule. Kwamba tunasema mgumba yani. Usimwite mke wangu hivyo. Ana matatizo tu ya uzazi. Ana matatizo ya uzazi. Sasa kuna kitu nilikuwa nataka unisaidie. Kitu gani mziba? Hawaelewani. Mke mkubwa na mke mdogo hawaelewani, ni mbali kabisa. Ni wako different. Yani different kabisa. Ni hawapatani katika kabisa. Kwa nini kusema kwanza? Kwani pale umepangisha chumba kingine au ni kile kimoja? Tunaishi pale.
Kuingia chumba kimoja. Na wao watu watatu wote sehemu moja. Sasa kama haya wanafunzi watu mnaishi pale. Mimi nilikuwa nataka unisaidie kitu. Ndio funguka sasa. Fanya kwenye kahawa. Au siwaga na sasa sifanye sasa. Kwani hatujui. Sasa anafanya nini? Bila ndugu yangu kuna vitu vingi unajua huko, lakini sasa unasema hapo barabarani bwana. Kwani kuna mtu anatusikia hapo? Sio watu wanapita jamani. Macho ya wapi? Sasa nilichokuwa nataka unisaidie ni hivi. Kwa sababu wewe unapajua kule kwenye unifikishe huko kifupi nikawatengeneze. Kifupi nikwambie Swaiba. Unaona mpaka kufika vile. Ndio kwa. Hadi watu hapa sio tuboa. Unaona wateja wote sasa hivi kidogo wamejaa kidogo. Ndio. Mbona kuna mzee Kimaro. Mzee Kimaro na mzee Kishundu. Walikuwa kunywa kwa mzee Kashata kule juu. Sasa hivi wamehamia kwangu. Ni mimi. Ama swala. Najua umetushika. Wewe unafanya kwako. Sasa wewe unasema sana. Kana wapi kununika kutengeneza? Wewe umekuja kwa mapenzi yako tu kwa sababu kaanza kuniungisha basi. Wewe kutengeneza kabisa. Hapana. Baba ni mwanamke. Kwa hiyo cha kufanya huyu swali na chenini. Niko fulani nataka nikupeleke. Yaani atawapika watapata kutoka huko ndani. Kweli? Mimi sina kuelekeza. Sasa unajua mimi ndio maana nakupenda wewe ndugu yangu. Sasa unajua unanisaidia vitu vingi. Sasa muda wote mpaka analeta mizozano kwa tunashinda kuniambia ndugu yangu. Muda wote ambao unioni nikifika ofisini kwako. Nakuwa nyumbani kazi yangu ni kusuluhisha kesi tu muda wote. Nasuluhisha kesi kila saa. Swaiba pole. Pole. Haya bwana. Sema hilo swala hilo. Nimesema sasa nitaditedi. Fatma. Fatma. Wewe Fatma. Unasemaje? Nimekuita. Alafu nishakwambiaga hivi. Ukiniita naomba uniite kwa step. Sio unanipayukia mimi. Anakusikiliza unasema kitu gani? Haya, karibu mfalme wangu. Nimekuita. Kweli. Sasa nakuja hapa. Wala wako usiniambie kitu cha maana na kuzibua vibao utaamini. Jamani. Haki ya Mungu. Ongea, usinitazame utafikiri umeona kitu gani. Ongea. Unajua kwa ukali tunaujua eh? Ila tunauficha. Sio kwamba hatujui ukali. Usio kajiona kwamba unajua kuongea sana. Na kuvumilia. Endelea. Ndio ulichonitia? Hivi ni picha gani ulionyesha mbele ya mgeni? Hivi wewe dada, akili zako zinakutoshaga kweli? Ni picha gani ulionyesha mbele ya mgeni? Wewe unataka nionyeshe picha gani? Kwamba ni bondia sana, unajua sana kuonyesha uchafu mbele ya wageni au ni kitu gani? Ndio ulichonitia? Cha kufanya nirushie koti la mume wangu ili uonekane kwamba ni mbabe, kwamba mimi ni mdhaifu kwako, si ndio?